mambo muhimu, mambo ya kujijengea katika maisha yako, ili maisha yako yawe na maana katika jamii, yawe na maana na yatimize makusudi yale ambayo Mungu amekupatia. Jambo la kwanza ni ukweli. Ukweli ni taa ya maisha. Bila ukweli maisha hayana nuru, hakuna nuru katika maisha. Ukweli ni taa ya maisha na uongo ni giza katika maisha. Maisha yenye ukweli yanaleta maana. Truth is like a sun. You can't shut it. Maisha ya ukweli ni kama jua, uweze ukalizima. Sikiza nikwambie kitu rafiki yangu. Unapokuwa mkweli, watu watapambana kuangamiza, watapambana, lakini tunaona kwamba ukweli siku zote unabaki kuwa kama jua. Huwezi ukalizima jua. Kama jua lisivyozimika, maisha ya mtu mkweli hayawezi kuzimwa hivi hivi. Kuwa mkweli katika maisha yako. Lakini katika kitabu cha Yohana 8 fungu la 32 Biblia inasema, nanyi mtaifahamu kweli, nayo kweli itakuweka huru. Ukitaka kuishi maisha ya uhuru, ya furaha na amani ya kila mtu, kuwa mkweli. Acha fitina, acha uongo, acha unafiki. Kuwa mkweli, ishi kama ulivyo. Live how you are. Ishi kama ulivyo. Usitake kujikweza ukajifanyisha maisha ya uongo, utakufa. Ishi maisha ya ukweli, ishi katika uhalisia. Maisha yenye maana ni yale maisha yenye uhalisia. Lakini jambo la pili ni uaminifu. Uaminifu ni urithi bora zaidi mtu anaoweza kurithisha. Ishi maisha ya uaminifu. Honesty, the first chapter in the book of wisdom. Uaminifu ni chapter ya kwanza katika kitabu cha hekima. Ishi maisha ya uaminifu. Katika ndoa kuwa mwaminifu, kwenye biashara kuwa mwaminifu, kwenye kazi kuwa mwaminifu, kuwa mwaminifu katika kazini, kuwa mwaminifu kwako mwenyewe binafsi, kuwa mwaminifu kwa talanta na vipaji ulivyopewa, kuwa mwaminifu kwenye kazi zako, kuwa mwaminifu, zingatia muda, kuwa mwaminifu, maisha yako yatakuwa na maana. Katika kitabu cha Luka 16 fungu la 10 nasema, mtu aliye mwaminifu katika lililo dogo, naye ni mwaminifu katika lililo kubwa. Usipokuwa mwaminifu katika dogo, huwezi kuwa mwaminifu katika kubwa. Kuwa mwaminifu katika kila kitu ambacho Bwana amekupatia, hata kama wewe kwa akili zako wakiona kidogo, Bwana atakupatia kikubwa. Jambo la tatu ni kuwa na subira. Maisha yasiyokuwa na subira hayaleti maana. Ndio maana utajiua, ndio maana utajinyonga, ndio maana utakata tamaa, ndio maana utadharaulika kama hauna maisha ya subira, maisha ya uvumilivu. Subira hujenga tabia na hufungua milango ya hekima. Unapokuwa umekosewa, kuwa na uvumilivu, kuwa na subira, usiwe na papara. Unapokuwa unafanya kazi, kuwa na subira, usiwe na papara. Jambo lolote lenye hekima, lenye mafanikio linahitaji subira. Patient is bitter, but its fruits is sweet. Uvumilivu ni mchungu, lakini matunda yake ni matamu. Ni heri kuwa mvumilivu ili uweze kuvuna matunda matamu. Lakini na saburi iwe ni kazi timilifu, mpate kuwa wakamilifu. Mpate kuwa wakamilifu. Katika kitabu cha Yakobo 1 fungu la 4. Jambo la tatu, kushukuru. Ishi maisha ya shukurani. Ishi maisha ya shukurani. Shukurani hufungua milango ya baraka mipya. Kila wakati unapopata kidogo, kuwa mtu wa shukurani, unafungua mlango wa baraka. Unapomshukuru Mungu kwa kidogo, unafungua mlango wa baraka. Unaposhukuru, unaposaidia, unafungua mlango wa baraka. Kuwa na maisha ya shukurani. Maisha ya shukurani yanafukuza manunguniko. Maisha ya shukurani yanafukuza huzuni, maana wakati wote utapata watu wa kukimbilia wakati wa shida. Kuwa mtu wa shukurani. Gratitude turns what
we have into enough, kwamba shukurani inabadilisha kile tulichoko nacho kidogo kwenye utoshelevu. Maisha ya shukurani ni chanzo cha baraka. Shukurani kwa kila jambo ndiyo mapenzi ya Mungu. Katika kitabu cha Thesalonike wa kwanza fungu la 5, Thesalonike wa kwanza sura ya 5 na aya ile ya 18. Bwana akubariki sana. Leo tumeangalia mambo muhimu matano ya kujijengea katika maisha. Jambo la kwanza tumesema ukweli, kuwa mkweli, ishi katika uhalisia. Jambo la pili tukasema uaminifu, kuwa mwaminifu, maana uaminifu ni urithi bora ambao unaweza kurithisha. Tukasema kwamba honesty is the best chapter, is the first chapter in the book of wisdom. Lakini tunasema subira, kuwa na subira katika maisha, maana subira ni chungu lakini matunda yake ni matamu. Lakini jambo la 4 tukasema kushukuru, kuwa na maisha ya shukurani, maana tumesema gratitude turns what we have into enough, kwamba shukurani hubadilisha vile tulivyo navyo vidogo kwenye utoshelevu. Na Bwana akubariki sana. Usikose kufuatilia vipindi vyetu vingine katika jina la Bwana. Mungu akujalie uwe na maisha bora yenye ustawi katika nyanja zote, ili Bwana atukuzwe na makusudi yake yatimie katika maisha yako. Bwana akubariki sana.